Jina la Bwana libarikiwe, mtumishi wa Mungu. Mimi kwa jina naitwa Anselm William, ni mwalimu wa neno la Mungu. Naomba tushirikishane au tuangalie somo kwa ufupi linalosema kwamba kuishi kutokana na neno asemalo Mungu. Kuishi kwa neno asemalo Mungu. Kuishi kwa neno asemalo Mungu. Kwa nini tunazungumza habari ya kuishi kwa neno asemalo Mungu? Kuishi kwetu ni matokeo ya maneno ambayo tumetamkiwa au ambayo tumenenewa. Yanayotutokea tunayoyaishi na yanayotutokea ni yale ambayo aidha sisi tumejitamkia au Mungu amesema ama wachawi wametutamkia. Kwa hiyo kwa kutumia njia ya neno watu wamekuwa wakiyaishi maisha ya watu wengine. Mwingine anamtakia mabaya fulani, akutwe na mabaya, asije akafanikiwa kwenye maisha yake, asije akawa hivi, nataka siku zote awe muhitaji. Wengine wanaroga kwa kupiga mafundo na kumtamkia mtu kwamba namfunga mtu awe hivi na hivi na hivi na hivi. Yale ni maneno ambayo unatamkiwa. Kwa hiyo neno lina tabia ya kuumba na kufanya kitu kimtokee mtu ambaye ametamkiwa lile neno. Ndio maana umetawaliwa, watu wengine wanayaishi maisha yako kutokana na wao ndio wanataka wewe uweje. Wao ndio wanakupangia wewe uweje kupitia maneno wanayokutamkia. Lakini leo nakuletea neno la faraja kwamba uishi kwa neno ambalo Mungu amelisema kwako. Ukifahamu siri hii, utajua ya kwamba mimi ninaishi kwa sababu Mungu amesema niishi na sio kwa sababu mchawi amesema nipate ajali. Mimi ninaishi kwa sababu Mungu amesema niwe hai na sio kwa sababu mchawi amesema mimi niwe mgonjwa. Kuishi kutokana na neno ambalo amesema Mungu. Mungu yeye ni neno. Na kabla hajatuumba sisi alituumba kwa neno. Na katika kutamka tu vitu vinakuwa. Kwa hiyo neno ndio limetawala maisha ya mtu. Neno ndio limetawala maisha yetu. Kabla hatujaendelea, naomba tusome kitabu kile cha Luka sura ile 22. Tuanzie mstari ule wa 37 nitasoma. Kwa kuwa nawaambia hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu, kwa kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu, kwa sababu yanipasayo yanayo mwisho wake. Anasema Yesu, kwa kuwa hayo yote niliyoandikiwa hayana budi kutimia kwangu. Kumbe alikuwa anaishi Bwana Yesu kusubiri yale yaliyoandikiwa yatimie hadi yaishe yote. Ndio sababu iliyomfanya aendelee kuishi. Yale yaliyoandikiwa yote yalipoisha ndipo akaondoka. Kwa hiyo huwezi kuondoka kama yale uliyoandikiwa hayajatimia bado. Wewe utaendelea kuishi. Anasema Yesu, yale niliyoandikiwa hayana budi kutimia kwangu. Yale niliyonenewa. Ina maana kabla hujaja duniani uliandikiwa. Chuoni mwako zimeandikwa zote pia. Siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Kabla hujaja duniani kwenye kitabu cha Mungu, kitabu cha uzima kutoka kwa Mungu, ziliandikwa siku zako zote pia. Ziliandikwa kwamba wewe ni nani na utakuja kuwa nani hapa duniani. Kwa hiyo unapokuja kuishi, ndio ile Yesu anasema yote niliyoandikiwa hayana budi kutimia kwangu. Anasema niliandikiwa nitahesabiwa pamoja na wahalifu. Niliandikiwa yatanipata haya, yatanipata haya. Hata ukiendelea tena kusema kwenye Luka ile 22 mstari wa 44. Nao tusome Luka ile 24 mstari wa 44. Tukisoma ule mstari wa 44 anasema kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Unaona? Kuna kabla hajaja aliandikiwa kwenye Torati ya Musa. Aliandikiwa na manabii. Aliandikiwa na Zaburi. Zaburi iliandika habari zake. Atazaliwa wapi? Mama yake atakuwa nani? Atalelewa na nani? Ataishi wapi? Nini kitampata katika maisha yake? Mateso yatakayompata, kifo chake kitakachompata, ufufuko atakaofufuka na utukufu atakokuwa nao baada ya kufufuka. Yote yaliandikiwa. Sasa mtu anakuja kutimiza tu yale ambayo tayari yalishatimiaga muda. Tayari ambayo manabii walishayatimiza. Tayari ambayo Zaburi ilishayasema. Tayari Torati ya Musa ilishayasema. Yeye anakuja tu anakaa kusubiri. Anaamka asubuhi, anatembea, anaelekezwa leo nenda huku. Leo Torati ilisema utaenda huku. Kesho Zaburi ilisema utaenda hapa.
Kesho kutwa Zaburi ilisema utakuwa hapa. Mwaka ujao manabii walisema utakuwa. Ndio maisha, mfumo wa maisha ambayo mwanadamu anao. Ndio hata wewe umeandikiwa yote haya katika kitabu chuoni mwako, zimeandikwa zote chuoni mwa Mungu, umeandikiwa. Una sababu ya kuogopa wachawi, waganga, wala mchawi hawezi akatamka neno likatimia kwako. Kwa sababu neno linasema haya ndiyo niliyoandikiwa. Yote niliyotamkiwa, yote niliyoandikiwa hayana budi kutokea kwako. Yale ambayo Mungu amekutamkia wewe, anasema Mathayo 4:4, mtu ataishi kwa kula chakula wala kwa mkate. Ataishi kwa sababu neno linasema uishi. Ataishi kwa sababu mwaka ujao neno linasema kwamba ataenda Morogoro. Lazima uende Morogoro. Mwaka ujao haujafika, huko mwaka huu. Lakini neno limesema mwaka ujao au miaka 10 mbele utaishi Morogoro. Sasa uwezi wewe ukafa leo kabla hujaishi Morogoro, ndio neno uliloandikiwa. Kwa hiyo basi tunasema, anasema kwenye Isaya 55 mstari wa 11, Isaya ile 55 anasema hivi, ndivyo lilivyo neno langu, litatimiza yale ambayo nimelituma kwayo, halitanirudia bure. Vile nilivyolituma ndivyo litakavyofanya, ndivyo litakavyotokea. Kwa hiyo wewe kuishi kwako ni matokeo ya kitu ambacho Mungu amekitamka. Wewe kuendelea kuishi ni matokeo ya kile ambacho Mungu amesema. Kuishi kwa neno la Mungu, kuishi kwa neno. Kwa hiyo neno la Mungu ndio uhai wetu. Neno la Mungu ndio uzima. Neno la Mungu ndio lililotuzaa mara ya pili. Tulizaliwa kwa neno, tunaishi kwa neno. Na sasa mtu amekuwa kiroho, neno la Mungu, amejifunza sana neno la Mungu, ndio maana amekuwa kiroho. Huyo amekuwa baba kiroho, amekuwa baba wa kiroho. Neno la Mungu amejifunza sana na kumfahamu sana neno la Mungu, likamkuza. Hata ndio chakula kinachomfanya mtu ale ashibe na kuongezeka katika hekima na kimo. Yesu anaposema, Biblia inavyosema kwamba aliongezeka katika hekima na kimo, ni katika kujifunza sana kuhusu Baba. Ni kujifunza sana kuhusu Mungu. Angali mtoto anaendelea kujifunza na kufundisha watu. Anakuwa. Ukuaji leo anakuwa anazungumza ni ukuaji wa kiroho katika hekima ya kimungu na kimo cha kiroho, hata akawa mtu mkamilifu. Kwa hivyo basi ndio maana unakuta wachawi, kama hujaamini au kama upo tu hauna Yesu, mchawi anaweza kukutamkia neno likatokea. Watu wabaya wanaweza kukutamkia neno na likakutokea. Chochote ambacho mtu atakutamkia kinaweza kukutokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe hauna Mungu ndani yako, hauna lile neno ndani yako, hauna ule uzima ndani yako. Kwa hiyo utaishi au unaendelea kuishi kwa sababu yale ambayo umetamkiwa hayajatimia bado. Kwa sababu lile ambalo neno limesema kuhusu habari zako halijatokea bado. Ndio maana wewe bado upo. Mwaka huu bado upo. Unaishi ili yale uliyotamkiwa yatimie. Wakati mwingine unaishi ili yale aliyokutamkia mchawi yatimie. Kwamba mwezi ujao atapata ajali. Kwa hiyo hautapata ajali hapa katikati hadi ile aliyokutamkia mchawi litimie. Kwa hiyo tunaishi maisha, watu wengi ambao wako nje ya Yesu wanaishi maisha ya namna hiyo. Maisha ya kutimiza, yani maisha yao wanaishiwa na watu wengine, wanaishi kwa niaba yao. Mimi nataka fulani awe hivi, awe maskini milele, asiwe na watoto milele, au asiolewe milele, au asiwe na kazi milele. Na hata akipata kazi iwe na misukosuko milele. Anakunenea, anakutamkia, anakupandia vitu. Tena ukipenda kulala usiku ndio unatamkiwa vitu, unapandiwa vitu vingi. Na ufi hadi yale uliotamkia na kupandiwa yatokee. Kama kifo kilitamkiwa utakutana nacho huko. Kwa hiyo tunatakiwa tujue ya kwamba tangu sasa, maadamu umeokoka na kumwamini Yesu, au ukimpokea leo na kumwamini Yesu, neno alilokutamkia mchawi halitatimiza lisemalo. Neno alilokutamkia watu wabaya na maadui zake na maadui zako alilokutamkia halitatimiza wasemalo, halitatimia. Wala halitawazalia matunda. Wala halitakuwa hai kwako. Wewe kitakachokuwa hai ni neno ambalo Mungu amekutamkia. Wewe kitakachokuwa hai kwako ni neno ambalo Mungu amesema kuhusu wewe. Wewe kitakachokuwa hai ni kile ambacho kimeandikwa chuoni mwa Mungu, ndicho kitakuwa hai. Tunaisha maisha ya kukatizwa uhai na nini kwa sababu tuko mbali na Mungu. Hatujaokoka, hatujampokea Yesu na kumwamini. Ili Yesu ayatimize yale ambayo Mungu ametusemea, alitimize lile neno alilolisema Mungu kwetu. Anaolifanya neno kutimia ni Yesu. Ndio analifanya neno uliloandikiwa litimie. Kama una Yesu, litatimia neno alilokutamkia mchawi. Litatimia neno alilokuloga kwa mganga. Litatimia neno ambalo alikufunga kwa wachawi. Ndio litatimia.
Kwa anayelifanya neno la Mungu ulilotamkiwa wewe litimie, uishi kwa neno la Mungu ni Yesu, ambayo leo ukimwamini na kumpokea, basi Yesu huyu atayafanya yale uliyoandikiwa yatimie kwako. Yesu anasema kwamba yote niliyoandikiwa hayana budi kutimia kwangu. Ya kwamba alihesabiwa pamoja na wanyang'anyi, ya kwamba nitaenda msalabani, ya kwamba yote hayo niliandikiwa na yatatimia. Kwa ili uwe hai, yale aliyokutamkia Mungu yanakwenda kutimia kwako, na sio aliyokutamkia waganga. Nasema kuanzia leo, maadamu mumwamini Yesu na kumpokea Yesu, hakuna neno ambalo mchawi amekutamkia au adui zako au wabaya wa kazini kwako au watu wabaya wamekutamkia, hilo neno halitatokea kwako, halitazaa matunda, halitatimiza lisemalo, halitawachipushia chochote, litawarudia kama lilivyo, litawarudia bure. Ila neno ambalo Mungu amesema kwa ajili yako ndio litakalotokea. Mungu amesema uinuke kiuchumi, Mungu amesema ustawi, Mungu amesema uwe mtu mwenye kibali katika jamii, Mungu amesema uwe mama wa watoto wengi, Mungu amesema uwe baba wa watoto wengi, Mungu amesema uwe na ndoa, Mungu amesema umiliki majumba, umiliki magari, Mungu amesema ufanikiwe, ustawi. Mungu amesema mengi na amekuahidi. Mungu amekuahidi hatima njema ya kuondoka hapa duniani. Hayo ndio mambo mazuri, ukimwamini Yesu anakwenda kuyatimiza. Anakwenda kuhakikisha neno ambalo Mungu amekutamkia linakwenda kutimia. Nje ya Yesu hayo yote yamefunikwa na hayatatokea. Shalom, shalom. Mungu awabariki.